God have mercy upon us. Shemeji yangu kwamba kuna kitu nataka nikuulize, ila nahitaji ukweli. Yaani nataka uende kwenye pointi, usinidanganye. Yaani nataka nikuulize kitu lakini nataka ukweli kabisa wote. Uliza tu shemeji yangu Halima, wala hata usijali, mimi sijifichi. Kwani sasa nikunyime ukweli? Kwa kile ninachokifahamu na kile ambacho nakielewa nitakwambia tu. Mzee Komba, yaani kama ulivyoniambia kwamba Kimaro na wewe mmeishi kwa muda mrefu sana. Mmekuwa wote, mmecheza wote. Kwa hiyo mpaka sasa ni kama mmekuwa ndugu. Sasa mimi najua unamfahamu zaidi kuliko mimi. Yaani unamfahamu vizuri kabisa. Yaani nikitaka kumfahamu Kimaro ni lazima nikufuate wewe nikuulize. Sasa mimi na jambo nataka nijue kutoka kwako. Katika maongezi yenu tu ya kila siku na maongezi yenu ya wakati mkiwa peke yenu. Hivi anamuongeleaje huyu dada wa kazi? Anamuongeleaje huyu dada? Alafu pia wewe unafikiri huwa akimwangalia au akiwa, yani ana mambo gani ambayo yanaendelea? Kwa hiyo kuna tabia za ajabu ajabu ambazo wewe unaziona? Yaani lakini mimi sio mtu wa kuvunja ndoa za watu, lakini sasa shemeji yangu Halima, yani nikijitafakari tu mwenyewe na kutafakari kichwani mwangu, yani naona kabisa kuna mambo sielewi, hata mimi mwenyewe siyaelewi na nashindwa kuyafumbia macho nikiaona kwa rafiki yangu Kimaro. Kwa hiyo kuna kitu kipo okay, sasa naanza kupata picha. Sasa usinikoti vibaya. Mimi sijaona matendo kabisa. Nikumwona Kimaro nikamfumania labda na ule dada kuna kitu anakifanya. Naomba usinichukulie huko. Ila mimi ninachokisema, macho huwa hayajifichi. Ukimwangalia mtu machoni unaona kabisa kuna kitu kanataka kujitokeza au kitu fulani hivi kanaendelea, lakini kukaelezea unashindwa. Mimi ndo ninachotaka kukisema hivyo. Na nilijua tu. Kuona yasemea basi macho ya Kimaro hayo. Macho hayo ya Kimaro. Ndio huyo Kimaro ndiye tunamwongelea hapa. Ni macho yake hayo. Yaani ndio yanaonesha kama kuna kitu kinaendelea. Kwa hiyo fanya tu uchunguzi, yani fanya machunguzi yako mwenyewe. Chunguza kuwa makini tu, ila kuna kitu unahisi labda kanataka kujitokeza au kanaendelea yani. Kama mambo hajaharibika wewe chunguza. Kumekucha. Aisha, kumbe uko huko jikoni. Lakini mbona leo umekuwa kimya sana? Yaani umekuwa mkimya alafu umekuwa mpole au unaumwa mama? Kwa tu mkweli, mimi ninakujali na nishakwambia kwangu uko salama. Jamani baba, basi punguza basi kunifuatafuata jamani. Yaani kila sehemu wewe upo tu. Huko unanifuata, machumbani unifuate, jikoni unifuate. Kila sehemu unanifuata. Jamani, hebu punguza basi kunifuatafuata hivyo baba, unanitengezea mazingira magumu. Najua mama ananichukia. Alafu sasa wewe unaendelea kuninani. Mimi mwenzio hii ni kazi, hapa nipo kazini, unanitengenezea mazingira magumu na mateso. Lakini kumbuka Aisha, mimi niko upande wako. Yaani Halima mke wangu hana haki ya kukutukana wala hana haki ya kukunyanyasa wala hana haki ya kukufanyia mateso yoyote ya kila mara. Kwa hiyo wewe usiogope. Yaani wewe ukiona mimi wako na amani. Hata wewe pia unanifanya mimi nisiwe na amani. Yaani sio tu wewe mama tu unanikosesha amani kwa kunisema sema na kunitukana au kunifanyia manyanyaso, lakini manyanyaso yote unayaleta wewe. Na hivi sasa kikukuta huku, kweli unaniongelesha hivi. Wewe ni kabisa kwa itazidi kuongeza shida na kuniendelea kuniangalia vibaya na kuendelea kunichukulia vibaya. Ni wazio niko kazini hapa. Mimi ni mfanyakazi wa ndani na ni mfanyakazi wako pia. Kwa nichukulie kama hivyo, niache tu niendelee na kazi zangu. Sasa Aisha, hapo mimi nakunyanyasa vipi jamani? Mimi nawezaje kukunyanyasa wewe? Siwezi kukunyanyasa. Na kuna hatari gani kwani wewe unavyoiona hapa? Hii ni siri kati yangu mimi na wewe. Na najua unaniogopa. Sawa, ndio unaniogopa. Lakini nakwambia ukweli kabisa, moyo wangu umekuchagua wewe Aisha, na ninakupenda kweli kwa dhati. Wala hata sikutani. Baba tafadhali sana jamani, tafadhali sana. Yaani mimi nakuomba kabisa tena tafadhali. Mimi ni msichana mdogo, nilitafuta ajira sio mapenzi. Sasa Aisha, na mapenzi nayo hayatabiriki, kwa sababu hata mimi pia nashindwa kujizuia kwako. Tambua hilo. God have mercy upon us. Aroda Ashura, kwa kweli mimi leo sitamani hata tusalimiane. Yaani nataka niende moja kwa moja kwenye pointi. Makubwa. Hii sio na salamu tena imekujaje? Wewe vipi? Kwa nini umepatwa na nini tena? La Ashura, mimi jamani nishachoka bwana. Mimi nishachoka ya mambo haya. Hapana kwa kweli. Kila siku baba mwenye nyumba ananifuatafuata, yani kila sehemu ananifuata, chumbani ananifuata, jikoni ananifuata. Yani mimi kwa kweli hata sijui nifanye nini. Mbona balaa? Wewe Aisha wewe. Emfanye juu chini uondoke hapo. Kwa kweli yani ondoka hapo. Huko hatarini mdogo wangu. Huko hatarini. Wewe na Ashura yaona nipe niondoke. Sasa niondoke mimi nitaenda wapi jamani? Sasa niondoke alafu hela napataje? Mimi nimekuja kutafuta hela mwenzio. Yaani mimi maisha yangu magumu, nimekimbia kwa sababu ya maisha magumu. Afu tena niondoke tena. Mimi hapana kwa kweli. Wewe mwenyewe haupo kijijini.
Alafu unaniambia mimi nirudi. Mimi siwezi kurudi huko kijijini. Na huku mimi sina ndugu. Kwa yani labda tu nishauri kitu kingine. Mimi hicho kuondoka hapana. Wewe kwani ujielewi wewe? Yani wewe? Yani mdogo wangu Aisha, ni bora hata ukakaa barabarani, ukakaa kwenye makorongo, ukakaa kwenye mitaro, kuliko kuingia kwenye mtego wa ndoa ya mtu. Ndoa ya mtu ni hatari ndugu yangu. Lakini na mimi sasa kila nikijaribu kumpuuza, yani hapo ndo ninapopata tabu. Macho yake sasa yananipa hofu. Na mara nyingi yani sijui kwa nini moyo wangu unachanganyikiwa. Yani kuna wakati fulani naanza kumuonea huruma. Yani sielewi. Yani wewe Aisha wewe, usidanganyike na hiyo hofu hiyo. Yani hiyo hofu inakudanganya wewe na hiyo hofu hiyo ndo njia yake ya kukupata sasa. Yani anatumia hapo ujanja tu kukurubuni ili akupate mdogo wangu. Kuwa makini. Eti Dashura, nikotaka niulize eti lakini eti yani nikihisi tumbo langu limeanza kubadilika. Eti je, sitakuwa niko kwenye hatari kweli? Eti sitakuwa nimekwisha kwa kweli? Unaongea nini wewe? Mke wangu, sasa hivi ni usiku, najisikia nimechoka. Hem, twende tukapumzike basi, tutaongea kesho. Embo usiniletee uenda wazimu wako hapa. Kwani mambo mengine huchoki. Ila kwenye swala maongezi na mimi ndo najisikia kuchoka. Nataka tuongee sasa hivi. Tena unielewe kabisa Kimaro. Tuongee sasa hivi. Haya, okay sawa. Basi nakusikiliza, ongea mke wangu. Najua una siri na huyo msichana dada wa kazi. Naomba usidanganye. Naomba uniambie ukweli kabisa. Maana macho yako hayajifichi na yananiambia kitu. Naomba uniambie ukweli mume wangu. Yaani wewe mke wangu wewe una matatizo makubwa sana. Yaani wewe naona hata siku ukiona tu mtu ananipigia simu au hata nitakuwa nimesimama na mtu sehemu fulani tu ukapita ukaniona, unasema nina siri naye. Bwana we, hebu acha kujifanya unajitoa ufahamu hapa. Usinifanye mimi ni mtoto mdogo. Ninakufuatilia sana Kimaro. Nisikilize vizuri tena, sasa hivi niko serious. Ni hivi, ninakuona sana ukimfuatilia udada, ukimfuata jikoni, au unamfuata chumbani kimya kimya, unadhani sikuoni? Yaani unadhani mimi yani ni kama mtu fulani kipofu hivi sifuatilia mambo. Naomba uniambie ukweli Kimaro, sitaki utani. Hebu na wewe sasa usinipande kichwani bwana. Naona sasa unaanza kunichanganya akili. Wewe hofu zako hizo zitakupeleka kubaya. Maana kila saa ni hofu. Mara si una wasiwasi. Mara si ukiona kidogo tu kitu fani kadogo tayari ushapaniki. Hebu bwana, niondolee hofu zako bwana. Okay sawa, naona unanibadilikia kwa kuwa mkali haina shida. Wewe jifanye tu unapaniki na wewe eti unanijia juu. Lakini nakuhakikishia hivi. Yaani siku nikigundua kuna kitu kimejificha nyuma ya pazia. Hii nyumba hii nitaigeuza kuwa kaburi kwa siri zenu hizo. Mama. Yani afadhali leo kidogo nimaliza vikazi hivi ngwani hata kupumzika jamani. Yani kuna siku nachoka na kila kulala. Jamani baba, kwani unaingia chumbani kwangu hivyo lakini kimya hivyo afu taratibu hivyo utakuja kuniletea matatizo jamani. Kwani unakuja kuninyatia huko ndani jamani, usije. Aisha, yani nimekosa usingizi kwa ajili yako. Yana hivi yani nimekuja moja kwa moja tu, hata acha tu yani lolote sasa litokee, maana nashindwa kuvumilia. Yani kila nikivumilia, yani nashindwa, nimeshindwa kuvumilia tena. Kwa kweli nimeamua tu nije sasa nikuambie tu moja kwa moja kwamba mimi nakupenda. Hapana bwana baba. Alafu kwa nini unazidi kusogea karibu bwana? Ungesimama kule mlangoni. Hapana bwana. Usifanye hivyo bwana. Tena usiseme hivyo tena. Acha kabisa hayo mambo kuniambia unanipenda. Ukiendelea kufanya hivyo bwana utaniharibia maisha yangu. Aisha, mimi nataka nikwambie kweli. Yaani tena hata usiongeze sauti ikawa kubwa sana. Ongea tu kwa utaratibu, maana tuko wawili humu ndani. Na nataka tu nikwambie kitu ambacho wewe huelewi. Ni hivi, yaani wewe ukiwa karibu na mimi na ukinikubalia ukawa na mimi, kweli kabisa, yani ile 100% ukanipa yani moyo wako na yani tukawa sasa ni wapenzi rasmi. Achana na ile tu ya kudokoa hapo. Yani achana na ile ya kubahatisha kidogo tu tunadokoa. Sasa ile kabisa rasmi iliyonyooka. Maisha yako yatakuwa bora na mimi. Nitakulinda, nitakuheshimu, nitakupa kila kitu ambacho mwanamke anatakiwa kupewa. Yani Aisha, wewe nikubalia alafu utaona. Neno ya baba wewe. Yesu, kwa nini lakini unazidi kukomaa hivyo? Hata sikuelewa unajua. Mimi naogopa. Alafu shida sasa ni siku mama akija kujua hili jambo. Tumekwisha. Tena kwanza ni mimi jamani, ataniua. Kwa hilo Aisha, ondoa hofu. Mama hajui kitu. Yaani hata usiogope. Yaani mama mwenye nyumba huyo Halima, mke wangu, hajui chochote. Yaani kuwa huru kabisa, kuwa na amani, na hata siku akijua sitaruhusu akudhuru. Yaani nitasimama yani upande wako. Aisha, ninakuahidi nitakusimamia kweli kweli. Baba, yani ukinilazimisha moyo wangu yani
utavunjika vipande vipande. Yaani jamani. I wonder. Oh Aisha, yani hata usiogope, mbona unakuwa na hofu sana hivyo? Lakini okay basi, sitakulazimisha sana, lakini kumbuka tu maneno yangu. Siku moja na wewe pia utahisi moyo wako unanihitaji. Wala hata usiogope, wewe tu taratibu tu, ila kuna siku hata wewe mwenyewe utaona moyo wako unanihitaji. Jamani, mimi hata sijui nifanye nini. Jamani, yani nimekwama hapa yani. God have mercy upon us.